na hao 10 ndio Wakristo wameongezeka ndani ya kanisa. Tukizaa 20 hilo 20. Sasa tumeleta wangapi? Unakuta hakuna hata mmoja ambaye ameingizwa ndani ya kanisa. Na hiyo ni tatizo kubwa. Na kinachofanya hicho ni ile hali ya nje ambao watu wanatusoma nayo sasa. Kuna kipindi kingine mchungaji mkuu wa kanisa akawa na mahubiri. Lengo lake la mahubiri akasema hivi, Mungu amesema hivi, twende tunahubiri watu, tupeleke injili ulimwenguni kote. Tukahubiri makundi fulani ambayo hayamjui Mungu wa kweli. Mfano akataja Waislamu au ni watu ambao wamepotea, twende tukawaokoa. Tukaandika moja. Pili, waganga wa kienyeji, wafumu yani wachawi, twende tukawalete kwa Bwana. Tukaandika 2. Akataja masehemu mbalimbali wapagani ambao hawamjui Mungu. Akataja karibia vitengo 5 hivi vya watu ambao wako nje hawamjui Yesu Kristo na njia ya kweli. Tufanye kazi, muda umefika. Tukawalete wote kwa Bwana. Alikuwa anafundisha, ikafika wakati wa maswali. Tukamuuliza, tukaandika swali moja la kumuuliza. Sasa wewe kama mchungaji mkuu, katika haya makundi 5 utaanza kundi gani? Na sisi Wakristo wa kawaida utugawie kundi letu, wainjilisti kundi lao, kila watu kundi lao, ili tuone tutaleta wangapi ndani ya kanisa. Akasema wakati wa kujibu sasa, eti hapa mtu ambaye ana roho ya Mungu aweza akachaguliwa kundi. Tukasema hapana. Tukampa mzigo. Sisi tunaona nyinyi wakuu wa kanisa, wewe mchungaji mkuu, uende kwa Waislamu, wainjilisti uende kwa wachawi, walimu wa kanisa, wazee wa kanisa waende kwa wapagani, wale ambao walevi kabisa aende kwa walevi. Tukasema katika hali yetu ya kanisa uende hata uwe nani, uende kwa Muislamu ukamlete kanisani, sio jambo rahisi kwa sasa hivi, kwa sababu hali yetu ya nje au ya ndani haionyeshi kweli kama tuko Wakristo wa kukamilika. Na hao tukamwambia hao Waislamu wanaijua hii Biblia kutuzidi sisi. Wenyewe wanajua Qur'ani yao, Biblia wanaijua, na ukienda usipojiandaa kulikoni kumleta yeye Muislamu, yeye utageuka kuwa Muislamu usipokuwa makini, kwa sababu wao wanajipanga vizuri. Sasa hivi wataalamu wa madini wanasema mwaka wa 2070 Uislamu utakuwa mwingi zaidi. Ina maana unaongezeka kwa kasi, Ukristo utashuka chini. Yaani Ukristo unafubaa, Uislamu unaongezeka. Na katika mambo ambayo inaongeza Uislamu bila kufichana, cha kwanza ni tabia ambayo inaonekana kwa macho. Tabia gani? Hali ya mavazi. Unaona? Na kama nilivyosema mwanzo, hali ya mavazi. Unakuta sisi tunajiita Wakristo, tukiingia makanisani tuangalie mavazi bila kufichana ambayo tunayavaa. Mienendo yetu, wengi wanageuza shingo, anaenda kwa Waislamu. Amen. Hivi tukitembea, nilishaenda hata hapo kuna nyawe. Muislamu ni hijabu, yani wanajipamba, ukimwona hata akiwa sokoni, hata akiwa wapi, mke wa Muislamu, yani hauwezi ukakosa kumtambua, nasema huyu ni Muislamu. Kila sehemu, hata mzungu anasema huyu ni Muislamu. Lakini sisi sheria ikitua ndani ya kanisa, wapinzani tena wa ile sheria ni sisi Wakristo yeke. Wake bwana ndamu hata tumudu. No. Sasa Waislamu sio hivi. Sheria ikiwekwa inawekwa na inazingatiwa vile vile. Kitu cha pili, wanaheshimu ibada yao. Muislamu hata kama amefungua duka, saa za azana zikifika, hana haja ya pesa zako. Anafunga, anaenda kwanza anasali. Akimaliza kusali, anakuja tena anafungua duka yake, anaendelea na biashara. Mara 5 kwa siku.
Na kuna kitu kilishangaza, tulikuwa tunakaa kwenye ngao pale Kigoma. Yaani mnakaa mnapiga story lakini wenyewe wanaangalia